Najua unatusaidia sana, unatupambania sana wakati mwingine, wakati sisi hatuna kitu chochote, hatuna riziki ya kula. Mke wangu ananiambia mara nyingi tu, lakini mimi nikuombe nivumilie mke wangu, nivumilie kwa kadri unavyoweza. Naamini tu kuna siku hii hali itakwisha na hali yangu mimi itarudi kama mwanzo. Haiti ningelikuwa naona pengine nisingepitia haya. Mungu wa maskini na wenye nafasi. Sasa mimi nikajikuta nakagua. Sasa kile kitendo cha kukagua hivi, nimekuta kwenye kile kipakti cha kondomu kuna kondomu hiyo moja tu. Sasa nikajiuliza hizi nyingine zitakuwa zimeenda wapi? Na hilo sio swala la kujiuliza sana, maana kwamba zitakuwa zishatumika, kwa maana 2 zishatumika. Hizi zile zinakaga tatu, kwa nini nikute moja? Be jamani, mambo yako wewe. Yaani hata sikuelewani siku zingine. Sasa hivyo vyombo wewe umeviwekaje jamani? Nimevitafuta masaa mangapi sijui. Kumbe ulikuwa umeyaficha huko. amna dada, yaani vile vyombo mimi nimeviweka pale ni yangu nivioshe, lakini bahati mbaya tu nimesahau. Yaani vitu vingine kama hutaki kufanya wewe unaniachia tu mimi mwenyewe. Amna dada, samahani bwana. Mume wangu. Mbona uko hivyo? Dada, shemeji kichwa kinamuuma ndio uko hivyo. Kichwa kinamuuma? Kimekuanza saa ngapi? Dada na wewe. Nishakwambia shemeji anaumwa kichwa. Bado unaanza kumuuliza maswali. Wewe uone kama vile anaumiza tena ubongo kutaka kujibu wewe. Wewe cha msingi tu hapo mchukue ukampeleke ndani akapumzike, umpe na dawa kabisa. Pole mwanangu. Tena ndani kwa dawa. Mapenzi nyuma ya pazia, uliua ndoto zangu. Mapenzi nyuma ya pazia, umeniweka nikiungua. Mimi kipofu lakini moyo wangu umeona. Mapenzi nyuma ya pazia yanalia ndani yangu. Kwa hiyo shogangu anataka kuniambia kaka Koe Mwakatobe kakubali kukusaidia kwenye kumpata Twaa. Yaani fanya kama unaona shogangu. Kakaangu kaamua kuingilia kati kwenye hili swala. Mbona anaona kabisa Twaa anakuja mikononi mwangu? Yaani kwa kweli sipati picha. Sasa huyu kaka Koe Mwakatobe atamshauri vipi huyo Twaa mpaka akamwelewa? Ataenda tu kwa kumweleza Twaa atamuelewa? Au kwa sababu kaka yako hapa mtaani ajulikana mganga, ataenda kumloga mtoto wa watu? Nisikize shogangu. Yaani kivyo vyote vile. Yaani kwa jinsi ninavyompenda Twaa. Yaani njia yote atakayoitumia. Mimi niko tayari tu kuiona. Yaani chochote kile afanye. Uona kilanga sana. Hivyo unajua kama Twaa na mke wake yule, na wewe unataka kaingilia mapenzi ya watu. Hivyo kwa utakuwa na akili sawa sawa wewe kwenda kuingilia mapenzi ya watu. Sasa mimi namtaka mke wa Twaa au namtaka Twaa? Na usichokijua, niko tayari kwa lolote. Na kwenye hili nimejipanga. Yaani haijalishi ana mke au hana. Na najua kama ana mke. Na ndio maana nampenda hivyo hivyo. Na sitoacha kumpenda. Niko tayari atakuwa mke wa pili. Yaani sijui hata nikwambieje shoga yangu.
Lakini mimi nakunaomba kwa sababu unaharibu ndoa ya watu. Wewe wenyewe katika ndoa wao wametulia, wao wataka ujitafutie matatizo. Haya sasa mama, ushauri. Sijaje hapa kufuata ushauri. Naomba nimeshakwambia kilichonileta. Basi naomba tuendelee na safari yetu. Sawa, kama ndio hivyo. Mapenzi nyuma ya pazia, uliua ndoto zangu. Mapenzi nyuma ya pazia, umeniweka nikiungua. Mimi kipofu lakini moyo wangu umeona. Mapenzi nyuma ya pazia yanalia ndani yangu. Halo. Ochu. Kazi yako nimeshaikamilisha. Kila kitu kimeenda sawa. Kazi kwako. Kuna uhakika umefanya kama nilivyokuagiza au hujakwenda tofauti? Nimefanya kama ambavyo umenielekeza. Kila kitu kimeenda sawa. Sema wewe mtoto, unapenda sana pesa. Ndo habari ya mjini kupenda pesa jamani. Nisipopenda pesa nadhani nitapenda nini tena? Pesa ndo kila kitu. Basi sawa mchumba. Nashukuru sana. Sawa Ochu. Karibu tena. Kama utakuwa na jambo la msingi la kuhusu pesa, nitafute. Mimi ndo Situmai. Najali sana pesa. Lakini kutoa penzi sio michongo yangu. Nimeshalitengeneza bomu. Likilipuka watajijua wenyewe. Mapenzi nyuma ya pazia, uliua ndoto zangu. Mapenzi nyuma ya pazia, umeniweka. Niamini mimi Kindugu, kazi yako ulionipa mimi nimeshaimaliza. Ochu, hilo haliwezekani. Kama ingelikuwa umelimaliza swala ambalo mimi nimekuagiza wewe, ni lazima lingeafikiana na michoro ya kichwa changu. Lakini sivyo hivyo. Mimi nimekutana naye yule binti, lakini amenionyesha dharau kubwa. Kanijibu kana kwamba anifahamu, kana kwamba hakuna chochote ambacho kimeingia katika masikio yake, wala hakuna sauti yako iliyopenya katika ngome za masikio yake kumueleza kile ambacho nimekuagiza. Tatizo lako Kindugu, unawahi stendi ikiwa nauli umeacha nyumbani. Unamaanisha nini? Ulinipa kazi na nilikuomba baada ya siku 3 mimi nitakuwa nimeshaimaliza. Sasa unategemea kitu gani kumfuata yule binti na kuzungumza naye? Kwa hiyo unataka uniambie kwamba kila kitu umekimaliza? Una uhakika na unachokizungumza? Kwa 100%. Kama kweli umeimaliza kazi yangu kama vile ambavyo nimetaka mimi, basi nitakupa ofa. Twende nikakuchape bia hizi, bia 2, alafu mimi nikakae na wazee wenzangu kwa ajili ya kupata gawa. Unasema kweli? Nasema kweli kabisa. Wacha nifunge mlango tuelekee. Mapenzi nyuma ya pazia, uliua ndoto zangu. Mapenzi nyuma ya pazia, umeniweka nikiungua. Mimi kipofu lakini moyo wangu umeona. Mapenzi nyuma ya pazia yanalia ndani yangu. Twa, naomba utambue kuwa nakupenda sana. Niko tayari kwa lolote. Niko tayari kufanya chochote ili nikupate wewe. Tambua kuwa siwezi lolote juu yako, kwa sababu wewe ni mwanaume ninayekupenda. Sina mwanaume mwingine yeyote zaidi yako.
wewe ndo mwanaume pekee ulioteka moyo wangu. Sidhani kama atatokea mwanaume mwingine nikampenda kama ninavyokupenda wewe. Tafadhali Twa, naomba unielewe. Mbona kakaangu ameniambia umeshaongea naye? Ina maana hata kakaangu pia hujamuelewa? Sikia nikwambie. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Na kila mwanaume anayekutana na wewe basi huwa anavutiwa na wewe. Maisha ni chaguo. Ninachokuomba, mchague mtu unayempenda. Naye atakupenda. Lakini simchague mtu ambaye hakupendi, alafu ukampenda. Una sura nzuri, una macho mazuri, na una midomo mizuri. Nikisema nikupende nitakuwa nakuongopea, kwa sababu siwezi kuweka nafasi yoyote ndani ya moyo wangu. Nafasi yangu ni ya mtu mmoja tu, ambaye ni Odera. Mapenzi nyuma ya pazia, uliua ndoto zangu. Mapenzi nyuma ya pazia, umeniweka nikiungua. Mimi kipo. Baba mkwe. Mbona umeniita hapa pembeni, umesema una mazungumzo na mimi? Lakini cha ajabu na cha kushangaza umekaa kimya, au zungumzi chochote, au niambii lolote. Kuna tatizo gani? Yaani, nisikilize. Sawa mwanangu. Nimekutoa kule ndani. Sikutaka pale nikusaridishe. Naomba tusogee huko nje, ili tuongee, tujue kwamba hali kako kataisha lini. Kwa sababu gani? Yaani kila siku kachakula nitoe mimi. Wewe ukija hapa umebinua macho kama unanikonyeza vile. Mpaka lini? Yaani akali yako mpaka lini? Baba yangu, mbona swali lako kidogo kwangu lina ukakasi? Hii babangu. Unajua hata mimi mwenyewe binafsi sijui hali yangu itaisha lini. Ila ninachokumbuka kwa mujibu wa madaktari, waliniambia nijiangalizie ni kati ya miaka 2 mpaka 3. Lakini mpaka sasa hivi sijapata matokeo yoyote yaliyokuwa mazuri. Hata mimi unavyoniona, natamani sana hali yangu itengamae, hili niondokane na hii hadha iliyokuwa. Baba mkwe, una lolote bwana? Yaani wewe kila siku kadaktari kameniambia hivi, kameniambia hivi. Acha ujinga. Una kila siku unakuja na kasababu macho yamebinuka hivi kama unanikonyeza. Ndio nini sasa? Mimi sipendi bwana, jitahidi upone bwana. Sio kila siku mnakuja hapa astaki. Ni vipi bwana? Mimi nimekuelewa baba yangu, nimekuelewa kila kitu ulichokizungumza. Mimi nitajitahidi kumwomba Mungu, nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu. Nitajitahidi kutafuta namna nyingine ambayo inaweza ikawa ni sahihi, ili mradi kuondokana na hii hapa. Najua unatusaidia sana, unatupambania sana wakati mwingine, wakati sisi hatuna kitu chochote, hatuna riziki ya kula. Mke wangu ananiambia mara nyingi tu. Lakini mimi nikuombe, nivumilie mke wangu. Nivumilie kwa kadri unavyoweza. Naamini tu kuna siku hii hali itakwisha na hali yangu mimi itarudi kama mwanzo. Sasa wewe kwenu hakuna wazazi? Tungeenda huko. Mbona kuja huko kila siku? Mimi sitaki bwana. Unaona Jitahidi hayo macho yakae sawa. Unakaa na macho hivi yamebinuka huku, jingine binuka kule, jingine binuka huku. Ndio nini sasa? Umekaa umebunua jicho hivi juu kama mchina anajenga kataraja hapa. Nafikiri anajenga mwendo kasi. Wewe vipi bwana? Twende ukale uchukue na kafimbo kwako uondoke. Twende ukale. Uchukue na kafimbo kwako. Toka. Haiti ningelikuwa naona pengine nisingepitia haya.
Mungu wa maskini na wenye nafasi, ni kweli nitakufa nikiwa na giza. Nisaidie Baba, mimi mnyonge nisiye na nguvu. Nisaidie Baba, giza linanitesa. Macho yangu yamejaa machozi, moyo wangu umechoka leo. Nimebeba maumivu ya kila siku.